kwa niaba ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025 kwa lengo la kuwasilisha ujumbe wa Mwenge wa Uhuru wa mwaka huu 2025. Ndugu zangu wananchi, chombo hichi kilicho mbele yenu ni Mwenge wa Uhuru, mwenge ambao uliasisiwa na Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo mwaka 1961 kama tunu na ishara ya kuwepo kwa taifa huru la Tanganyika. Mnamo mwaka 1958 Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa katika harakati zake za kupigania uhuru wa nchi ya Tanganyika, vile vile akiwa mjumbe, aitamka maneno ya kifalsafa kwa kusema, sisi wa Tanganyika tungependa kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali ambapo pana chuki, na heshima mahali ambapo pamejaa dharau. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo mwaka 1959 akiwa mjumbe wa Baraza la Umoja wa Mataifa aliyarudia tena maneno hayo mbele ya wajumbe wenzake. Ilipofika tarehe 9 Disemba mwaka 1961, Baba wa Taifa alitekeleza azma yake hiyo kwa kuwasha mwenge huu wa uhuru na kumkabidhi Luteni Alexander Ngweba Nyerenda pamoja na vijana wenzake kupandisha mwenge huu wa uhuru pamoja na bendera ya Tanganyika juu ya mlima Kilimanjaro ili kuwadhihirishia wakoloni wa Kiingereza kwamba nchi ya Tanganyika imekuwa huru. Wakati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akihutubia siku ya uhuru wa Tanganyika, ndipo alipoamua kuwatangazia Watanganyika wote wa Afrika na watu wote duniani kwa kuyarudia maneno ya kifalsafa kwa kusema, sisi tumekwisha uwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini mahali ambapo hapana tumaini, ulete upendo mahali ambapo pana chuki, na heshima mahali ambapo pamejaa dharau. Maneno haya yaliwadhihirishia wakoloni wa Kiingereza kipindi hicho kwamba sasa kweli Tanganyika imeshakuwa nchi huru na watu wake wapo huru. Ndugu zangu wananchi, maneno haya na falsafa hii ya Baba wa Taifa iliendelea kuzaa matokeo chanya siku hadi siku, na miongoni mwa matokeo chanya ambayo yanatokana na falsafa hii ya mwenge wa uhuru ilichochea mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 ambayo yalipelekea kuondolewa kwa mtawala wa kisultani katika nchi ya Zanzibar na kurudisha heshima ya Zanzibar. Lakini vile vile falsafa hii ya mwenge wa uhuru ambayo iliasisiwa na Baba wa Taifa ilichochea muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao ulipelekea kuzaliwa kwa nchi huru ya Tanzania, nchi ambayo hadi leo tunajivunia kuwa nayo. Ndugu zangu wananchi, vile vile falsafa hii ya mwenge wa uhuru iliendelea kutoa matokeo chanya, kwani ilipelekea kuasisiwa kwa Azimio la Arusha la mwaka 1967 ambalo lilisisitiza siasa ya ujamaa na kujitegemea. Kutokana na mafanikio haya, serikali imeendelea kuienzi falsafa hii na kuifanya kuwa endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo kwa maslahi mapana ya Watanzania, wa Afrika na wananchi wote duniani. Ndugu zangu wananchi, tangu mwaka 1964 mwenge wa uhuru umekuwa ukikimbizwa nchini kote kila mwaka, na kila mwaka mwenge huu unapokimbizwa huambatana na ujumbe mahsusi ambao serikali na taifa kutaka wananchi wake waupate, wautafakari na wafanyie kazi kwa vitendo. Kwa mwaka huu 2025 mbio za mwenge wa uhuru zimekuja na ujumbe mkuu ambao ni uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Ujumbe huu una lengo la kuhamasisha, kuwaelimisha na kuwataka wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutumia haki yao ya kikatiba na kidemokrasia
kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa amani na utulivu, chini ya kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa amani na utulivu. Ndugu zangu wananchi, sambamba na kauli mbiu hiyo, mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu zinaendelea kutukumbusha na kutuhamasisha juu swala zima la umuhimu wa kuzingatia lishe bora kwa afya imara. Vile vile mbio za Mwenge wa Uhuru zimeendelea kutuhamasisha na kutuelimisha juu swala zima la mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya malaria, mapambano dhidi ya VVU ukimwi na mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Ndugu zangu, kama mnavyojua, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu, na uchaguzi ndio mchakato pekee ambao unatuwezesha kuwapata viongozi ama wawakilishi wananchi kwa njia ya kidemokrasia kwa kupigiwa kura. Viongozi ambao wanastahili kuchaguliwa kupitia uchaguzi wetu mkuu wa mwaka 2025 ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kwa upande wa Zanzibar, pamoja na madiwani. Ndugu zangu, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 imeeleza kuwa uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania utafanyika kila baada ya miaka mitano, na uchaguzi huo utakuwa ni wenye kusimamiwa chini ya Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania INEC pamoja na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Ndugu zangu wananchi, katiba zetu hizi mbili, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Katiba ya Zanzibar, zimetoa haki kwa kila mmoja wetu, kwa kila raia wa nchi ya Tanzania kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiutawala, ikiwa ni kuchagua ama kuchaguliwa kuwa kiongozi wa nchi hii ya Tanzania. Ndugu zangu, kwa kila mwananchi ambaye tayari ameshafikisha umri wa miaka 18 na ameshajiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, anapaswa kutunza shahada yake hiyo ya kupigia kura na kuhakikisha anajitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa amani na utulivu, kwenda kumchagua kiongozi ambaye anafaa. Vile vile, kwa wale ambao wana azma na malengo ya kugombania kwa nafasi ya ubunge ama udiwani, sharti ni lazima wawe wa Tanzania, lakini vile vile wawe wameshatimiza umri wa miaka 21. Kwa wale wenye nia ya kugombania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama rais wa Zanzibar, sharti kubwa ni lazima wawe ni raia kamili wa nchi ya Tanzania, lakini wawe wamefikisha umri wa miaka 40. Ndugu zangu wananchi, naomba nitumie jukwaa hili kuwasisitiza na kuwaomba tujitokeze kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa amani na utulivu. Tunapaswa kila mmoja wetu kuhakikisha kuwa anakuwa balozi wa mwenzake kwa ajili ya kuhakikisha anaenda kumchagua kiongozi ambaye anaweza kutuletea maendeleo katika nchi yetu. Ndugu zangu, licha kwamba Mwenge huu wa Uhuru unatukumbusha na unasisitiza kushiriki uchaguzi, lakini tunapaswa kushiriki uchaguzi huu kwa malengo. Ninyi wenyewe ni mashahidi, Mwenge wa Uhuru umefika katika wilaya yenu tangu jana na hadi leo hii na kesho unamalizia katika wilaya yenu. Umetembelea, umekagua na umezindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Haya yote yanatokana na kuwepo kwa kiongozi ambaye ni mwadilifu, ni mwajibikaji na ana azma ya kuwaletea maendeleo wananchi wake. Hivyo tunapaswa na sisi kwa umoja wetu kuhakikisha tunajitokeza katika uchaguzi huu, lakini si kujitokeza tu, tunakwenda kupiga kura kwa yule mtu ambaye ametuletea maendeleo haya ambayo Mwenge wetu wa Uhuru siku leo umeutembelea katika halmashauri yetu. Ndugu zangu wananchi, jambo nyingine naomba kuwasihi ni kujiepusha na vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi wetu.
tunajua kwamba kipindi hichi wanasiasa wengi hutumia fursa hii, hutumia rushwa kwa ajili ya kuwashawishi watu ili kuwachagua katika uchaguzi huu. Ndugu zangu, rushwa kamwe haitoleta maendeleo katika nchi yetu. Tunapaswa kuchagua viongozi ambao watatuongoza si kwa kupitia misingi ya rushwa, lakini watatuongoza kutokana na uwezo wao na uadilifu wao na wajibikaji wao. Lakini chengine, naomba nivisii vyama vya siasa kuhakikisha kwamba kwanza vinafuata taratibu na sheria zote pamoja na ratiba ambayo imewekwa na tume zetu mbili hizi za uchaguzi katika swala zima la kampeni. Lakini vile vile vyama hivi vya siasa vinapaswa kutotumia kauli za uchochezi, kutotumia kauli za matusi, wala kutotumia kauli ambazo zinaweza kuashiria kitendo chochote ambacho kinapelekea kuvunja amani ya nchi yetu. Ndugu zangu, nchi yetu hii ina amani ya kutosha na kuna maisha badala ya uchaguzi. Asitokezee mwanasiasa akaja kutushawishi kwa msingi wowote ile, ikiwa ni wa rushwa, ikiwa ni wa dini, ikiwa ni wa kabila, ukapelekea kugombana. Ndugu zangu, endapo tutaingia katika mizozo ambao watapata shida na kutaabika ni mama zetu pamoja na watoto wadogo. Hivyo tunawapaswa kila mmoja wetu kuhakikisha tunashiriki uchaguzi wetu huu kwa amani na utulivu, na baada ya kumaliza uchaguzi wetu huu shughuli za maendeleo ziweze kuendelea kama kawaida. Ndugu zangu wananchi, sambamba na kuwa mwenge wetu wa uhuru mwaka huu umekuja kutukumbusha na kutuelimisha juu ya swala zima la kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, lakini mwenge huu umeendelea kutukumbusha na kutuelimisha juu swala zima la mapambano dhidi ya rushwa. Ndugu zangu, rushwa ni adui wa haki, rushwa ni adui wa maendeleo hapa nchini. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mwanamama shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa ya kuhakikisha inapambana na adui rushwa hapa nchini, na ndiyo maana ukaona miradi mbalimbali ya maendeleo, barabara, maji, afya na mengineo yameendelea kuimarika siku hadi siku kutokana na kuwepo kwa kiongozi imara, kiongozi ambaye hatokani na msingi wa rushwa. Hivyo ni wajibu wetu kila mmoja kuhakikisha tunaunga mkono jitihada za serikali za kupambana na adui rushwa katika nchi yetu. Sambamba na hilo, mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zimeendelea kutukumbusha juu swala zima la mapambano dhidi ya malaria chini ya kauli mbiu isemayo zero malaria inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya chini ya kauli mbiu isemayo kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Vile vile mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zimeendelea kutuhamasisha, kutuelimisha juu swala zima na mapambano dhidi ya VVU ukimwi chini ya kauli mbiu isemayo chagua njia sahihi tokomeza ukimwi. Na mwisho, mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zimeendelea kutukumbusha juu swala zima na umuhimu wa kuzingatia lishe bora kwa afya imara chini ya kauli mbiu isemayo mtaji ni afya yako, zingatia unachukula. Ndugu zangu wananchi, baada ya kusema haya, naomba niendelee kuwakumbusha kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 kwa amani na utulivu. Uchaguzi ni haki yetu ya kimsingi, haki yetu ya kikatiba na kidemokrasia. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kumchagua kiongozi anayemtaka. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kumchagua kiongozi ambaye anamuhisi anaweza kuliongoza taifa hili katika misingi ya haki, uadilifu na wajibikaji. Vile vile tukumbuke swala zima la kudumisha amani ya nchi yetu. Ndugu zangu, amani ndio kila kitu katika nchi yetu, na ndio maana leo watukuta tumekusanyika hapa, yote inatokana na kuwepo na amani katika nchi yetu. Hivyo uchaguzi wa siku moja ama mbili usipelekee kuvuruga amani yetu wakati kuna maisha baada ya uchaguzi. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenge wa Uhuru oye!